Karibu sana Wealth and Lucky Links Tanzania. Karibu sana katika channel namba 1 inayotoa fursa ya watu kujifunza masuala mbalimbali yanayozihusu pete ambazo zimekuwa zikitumika kwenye safari za watu mbalimbali duniani katika kuyafikia mafanikio kiuchumi na hata kijamii. Lakini vile vile tunapozungumza kiuchumi pamoja na kijamii, kwenye neno jamii tuna involve ama tunahusisha pia shughuli za kisiasa ama mafanikio ya kisiasa. Karibu sana. Utakumbuka kwamba katika kuendelea kutoa video ama kutoa elimu kutokana na changamoto kubwa ambayo watu wengi wamekuwa wakipitia. Watu wengi wamekuwa hawana access ya kuweza kusoma na kukielewa Kiingereza vizuri ambacho kimechambua product mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziuza, hususan pete ya pishu pamoja na bracelet zake pamoja na product zingine zitakazofuata. Kwa maana hii ni video sio tu kwa sababu ya pishu, bali ni kwa sababu pia ya product zingine ambazo tunategemea kuzileta hivi punde. Iko changamoto moja kubwa, na hii ni changamoto kubwa msingi. Ukitizama wadau wengi wanaonunua pete ya pishu, wananunua pete ya pishu kwa fakti moja, fakti ya utajiri. Yaani wananunua pete ya pishu kwa kutazama faida moja tu ya pete ya pishu, yaani faida ya utajiri. Na katika kuitizama faida hii, wanaitizama kwa jicho la ama kwa dhana ya wananunua pete ya pishu ama bracelet ya pishu ama product nyingine yoyote ambazo tunaziuza kama njia ya wao ama kama njia nyepesi ya wao kuweza kupata mafanikio makubwa kiuchumi. Katika video zilizopita tulizungumza kwamba kama mtu unafikiri pishu rings itakuletea uchumi ama utajiri bila wewe kufanya kazi, basi usinunue pete ama bracelet ama chochote kutoka kwetu. Leo pia tutazungumza kwamba kama hujaisikiliza video hii vizuri, na ukaielewa, basi usinunue product yoyote kutoka kwetu. Usinunue product yoyote kutoka kwetu. Kwa nini? Kwa sababu mwanzo ilionekana watu wana changamoto ya kukielewa Kiingereza, kwa sababu tulitoa makala ambazo tulipendekeza mtu kabla hajanunua product ya pishu aweze kusoma makala hizo, kwanza aelewe pishu ni nini, pete ya pishu inafanyaje kazi, faida zake ni zipi, miko yake ni ipi, na vitu vingine chungu mzima kuhusu pete ya pishu pamoja na bidhaa zingine ambazo ni za pishu. Mara baada ya kutoa makala hii, watu ilionekana makala hiyo ni ya lugha ya Kiingereza, na wao lugha ya Kiingereza inakuwa na changamoto kwao kuielewa. Utatuzi wa changamoto hii, tukafikiri kwamba turekodi sauti ambazo ni za Kiswahili kwa lugha nyepesi itakayomwezesha mtu kuelewa dhana na namna
bracelet pamoja na product zingine za pishu zinavyoweza kumsaidia mtu kwenye safari yake ya mafanikio. Turekodi video ya kwanza ikitoa maana ya pishu, video ya pili ikitoa faida za pishu, video ya tatu ikitoa miko ya pishu au masharti yake, video ya nne, video ya tano kadhalika. Miongoni mwa video ambazo tulizitoa ni pamoja na video inayoelezea ni kwa namna gani pete ya pishu ama bracelet ya pishu inaweza kumsaidia mtu kuweza kufikia malengo yake kiuchumi. Tuliweka vizuri kabisa, lakini jambo ambalo kidogo linakuwa ni la kushangaza ni kwamba mtu hapati nafasi ya kusikiliza hata video moja akamaliza. Yaani mtu hapati fursa ya kusikiliza hata video moja akamaliza, bali anachokihitaji ni pete ya pishu. Then ananunua pete ya pishu. Kinachofuata ni nini? Mtu amevaa pete ya pishu, mara baada ya siku tatu, yaani baada ya siku tatu anakuambia, bosi, mimi sijapata matokeo. Unamuuliza, hujapata matokeo gani? Anasema pete ya pishu haileti fedha, haileti hela. Unamuuliza, haileti pesa kutoka wapi? Anasema mbona mlisema italeta pesa? Inavuta pesa. Unamuuliza, inavuta pesa kutoka wapi? Anasema mimi nilijua nikivaa pete ya pishu basi itakuwa inavuta pesa kutoka kwa watu wengine. Jamani, kwamba umevaa pete ya pishu alafu pete ya pishu iende kavute pesa za Abdalla ambazo wewe hujazifanyia kazi iji zilete kwako. Yaani umevaa pete ya pishu then itoke hapo iende kwa Abdalla ikavute pesa kutoka kwa Abdalla and then iji kuletee wewe. Unakaa unafikiria, huyu mtu anafikiri nini? Anaelewa nini kuhusu fedha? Anaelewa nini kuhusu utajiri? Anaelewa nini kuhusu huduma? Kwa sababu ili uweze kupata fedha ni lazima utoe huduma kwa watu wengine na waweze kukulipa. Pete ya pishu, bracelet ya pishu ama tiger rings ama ayatul ama product nyingine yoyote ni nyenzo katika kukuwezesha wewe kufikia malengo katika kufanya kazi, katika jitihada. Hasa mtu anasema pete ya pishu haileti pesa, yaani hajapata matokeo ndani ya siku tatu. Katika tangazo ambalo lina display kupitia Facebook ama Instagram ama WhatsApp, linasema pete ambazo zimekuwa zikitumika kwenye safari za watu mbalimbali duniani katika kufikia malengo kiuchumi ama kufikia utajiri wao. Katika tangazo hilo ama katika video hizi hapapo mahali panaposema ukivaa pete ya pishu and then ukilala italeta pesa, kwamba usifanye kazi ilete pesa. Hapapo mahali ambapo panasema ukivaa pete ya pishu basi ndani ukilala ukiamka kesho unakuwa tajiri. Tunazungumza safari za watu mbalimbali katika kuyafikia malengo kiuchumi. Safari
uchumi unajengwa. Uchumi unajengwa. Sasa katika kujenga uchumi, pete ya pishu ama product zingine zozote kutoka kwetu ni nyenzo katika kuyafikia malengo hayo. Sijajua kama ninakuwa naeleweka vizuri. Ni nyenzo, lakini sio kwamba tukipata pete hiyo ama ukipata bracelet hiyo, basi bracelet hiyo italeta pesa, itavuta pesa kutoka kwa watu wengine. Nafikiri kuna mtambo mmoja, huu unaitwa nini? Ile mitambo huwa anaitengeneza ya asili, ile inapumua na kupumua ile. Hiyo ndio inafanya hiyo shughuli nafikiri. Lakini pete ya Pishu Rings haitafanya kazi kama hujafanya kazi. Yaani mtu una shilingi 70,000, 80,000 mkononi, hiyo uchukue ununue pete ya pishu, and then ukae hivi umenyosha miguu useme pete ya pishu italeta hela. No, it's a big no. Yani ni no kubwa. Hautafanikiwa. Kama ingekuwa hivyo, basi tuweke wa China ambao ndio wanaotengeneza hizo pete, wasingekuwa wanakesha viwandani kufanya kazi. Si umeona Kariakoo? Ukienda Kariakoo, bidhaa zote zinatoka China. Hawa watu wanafanya kazi. Kama ingekuwa bracelet ya pishu kishaivaa basi inaleta pesa mkononi, inaleta ukiwa umelala, basi watu wasingekuwa wanafanya kazi. Kwamba ukishavaa pete ya Pishu Rings ama bracelet ya Pishu Rings, basi wewe ukiwa umekaa hivi umelala inaleta fedha, au ukiwa umevaa ndani ya siku 3 basi inaanza kuleta pesa, yani zinamiminika kama mvua. Jamani, si watu wasingekuwa wanafanya kazi? Wangekuja wanaingia viwandani, wanakesha viwandani kufanya kazi usiku na mchana. Alibaba mwenyewe anayetangaza bidhaa tofauti duniani asingekuwa anaweka pesa kwa ajili ya matangazo ya biashara. Ama sisi wenyewe Wealth and Lucky Links tusingekuwa tunatoa pesa kutangaza biashara ya pishu ili kufikia wewe ununue, tusingekuwa tunafanya hivyo. Si tumeshanunua, tuna bracelet za pishu ndani, tuna pete za pishu ndani, ziko dukani, basi tungelala tusifanye kazi, and then bracelet na pete za pishu na Tiger Eyes pamoja na Ayatul bracelet na vitu vingine vianze kuleta pesa ndani, yani sisi tukiwa tumelala. No. Pete ya pishu ama product nyingine yoyote ni nyenzo katika kufungua njia, katika kuleta baraka, katika kuleta neema, katika kuleta mambo mazuri kwako na kukuepusha na shari, nuksi ama mabalaa yanayoweza kutokea wakati wa utafutaji wako. Pete ya pishu ni kinga katika kuyafikia malengo yako. Lakini kama unafikiri kwamba ukivaa pete ya pishu italeta pesa bila wewe kufanya kazi, usinunue pete ya pishu. Usinunue. Na leo nazungumza hapa kwamba usinunue pete ya pishu, usinunue Tiger Eyes Rings, usinunue Tiger Eyes bracelet, usinunue Ayatul bracelet, usinunue chochote kutoka kwetu kama hujaisikiliza video hii ambayo unaizungumzia hapa, kwa sababu utatuletea lawama baadaye. Umenunua pete ya pishu, umelala ndani, umenyosha miguu, eti pete ya pishu ilete hela. Kutoka kwa nani? Pesa hizo amezitafuta nani? Yaani wewe ushinde umelala, Abdalla yupo anafanya kazi huko, anachomeka, anajua, alafu hiyo hela itoke kwa Abdalla ije kwako. Hao
Inatokaje kwa Abdalla kama wewe hauna kitu chochote mkononi unachokiuza? Inatokaje kwa Abdalla kama wewe hauna kitu chochote unachomuuzia Abdalla? It's like serious? Haiwezekani. Badili mtizamo. Badili mtizamo. Usinunue pete ya bracelet, pete ya pishu ama bracelet ya pishu ama Tiger Eyes ama chochote kutoka kwetu kama hujasikiliza audio hii na hujasikiliza audio zingine zinazoielezea pete ya pishu ama product zingine zote. Hakikisha umeelewa vizuri kabisa namna hizi product zinavyofanya kazi, ndipo ununue. Tofauti na hapo usinunue. Kwa sasa tuna product mbili. Tuna product ya pishu rings, tuna product ya pishu bracelet. Pishu rings kwa shilingi 80,000, pishu bracelet kwa shilingi 100,000. Na katika kipindi cha mwezi wa 6 mwishoni na mwezi wa 7 mwanzoni tutakuwa na bracelet za Ayatul, tutakuwa na bracelet za Tiger Eyes pamoja na pete zake, na tutakuwa na product ama tutakuwa na bracelet za pishu stones na product zingine. Karibuni sana kuweka order. Piga ama tuma ujumbe WhatsApp kupitia 0710422989. Ama kama una hofu ama wasiwasi yoyote ya kuagiza product kutoka kwetu kutokana na uaminifu, tumekutana mtandaoni, hatujawahi kuonana physically, nenda kupitia WhatsApp ama kupitia Facebook kwa jina la Wealth and Lucky Links, Instagram kwa jina la Wealth and Lucky Links. Angalia namna tunavyofanya delivery kwa kutuma mikoa yote ya Tanzania pete za pishu, and then ukishajiridhisha na huduma zetu njoo uagize. Lakini kama hujajiridhisha usiagize, kwa sababu watu wengi wanahofia uaminifu. Sisi tunatoa huduma kwa uaminifu, na ndio maana tunakwambia jiridhishe kwanza kupitia mitandao hiyo, kwa sababu tunaweka vitu vingi sana kuhusiana na huduma zetu na vitu vingine. Unapokuwa umejiridhisha agiza, kama hujajiridhisha usiagize. Karibuni sana, tunawatakia kila la heri, tunawatakia bahati, tunawatakia utajiri, tunawatakia ulinzi, tunawatakia mamlaka kutoka kwa pete ya pishu pamoja na product zingine kutoka kwetu Wealth and Lucky Links. Taarifa njema, tunategemea kuleta mawe original ya Tiger Eyes pamoja na mawe mengine, kwa mfano mawe ya Rose Quartz pamoja na mawe mengine ambayo ni powerful katika kufikia mafanikio. Karibuni sana.